Naam, karibu katika siku ya leo tena nyingine ambayo tumejaliwa kibali, lakini pia tumepata nafasi ya kuendelea kujifunza mambo mbalimbali katika maisha kwa mustakabali wa kuendelea kusonga mbele ili mambo mengine yaweze kujengeka vizuri. Inafahamika vema kwamba maarifa hayatakiwi kupungua, isipokuwa maarifa yanatakiwa kuongezeka siku kwa siku, kwa sababu maisha yetu tunatakiwa kila siku tujiendeleze, wala sio kujirudisha nyuma. Sasa katika siku ya leo nimekuandalia somo ambalo ni adhimu na ni amazing sana, nalo linaitwa uoga unaua maono. Sasa kwenye maisha, mtu muoga mara zote hawezi kufanya kitu chochote. Mtu muoga yeyote hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu ya uoga. Na siku zote uoga kazi yake ni moja tu, japo waoga baadhi huwa wana kauli mbiu zao. Utasikia wanasema kunguru muoga huokoa mara bawa lake, mara si huponya bawa, mara nini. Hizi ni lugha za kushindwa tu, kama kushindwa kwingine wanasema maneno ya mkosaji. Lakini uoga sio kitu cha kushikamana nacho kwenye maisha, sababu uoga hauna haja ya kukusaidia wewe. Uoga una haja ya wewe kufanya ushindwe kuwa mthubutu katika maisha. Uoga unakufanya wewe ushindwe kuweza kuwa na uwezo wa kujaribu au kufanya mambo. Kwa sababu gani? Unaogopa. Sasa uoga unaua maono, na moja ya maono ambayo yanauawa kwa uoga ni pamoja na maono ya kutimiza ndoto zako. Sasa unapokuwa umebeba maono ya kutimiza ndoto zako za aina yoyote, ukiambatana na uoga hauwezi kutimiza. Lakini ukiwa una maono na ukabeba ujasiri wa kusonga mbele, lazima ufike. Laiti kama Musa angelikuwa muoga ya kubeba yale maono aliyopewa na Mwenyezi Mungu kuendelea kuondoa wana wa Israeli Misri, angemwogopa Farao, asingeweza kufanya hivyo. Laiti Yusufu asingelikuwa na heshima na maono aliyokuwa anayaona, akaogopa, angenyamaza. Manake angeogopa vikwazo vya ndugu zake, lakini alitamka yale maono. Sio kwamba labda alikuwa hana siri, no. Ile ilikuwa ni sehemu tu ambayo lazima yale maono yasikike ili aendelee kutimilika. Na wakati mwingine tunaweza tukajifunza mambo mengi sana kuhusu Yusufu kuzungumza maono aliyokuwa anayaona, lakini ilikuwa inamlazimu azungumze bila hofu. Ilikuwa inamlazimu ayaseme bila woga. Kwa sababu gani? Yale yaliyokuwa yanatakiwa kutimia kwa ajili yake ili mlazimu yatimie. Sasa kuna wakati mwingine tunaweza tukadefine tofauti kwamba unapokuwa una kitu kaa kimya. No, kuna wakati mwingine sema ili kiende, na kuna wakati mwingine nyamaza. Lakini unanyamaza kwa wakati gani? Sasa kuna namna ambavyo uoga unaathiri maono yetu. Kuna namna ambavyo uoga unaharibu maono yetu tunapotamani kuyapeleka mbele. Let's say mtu anaona kabisa kwamba nikifanya hii kazi hakika ina uwezo kumpatia faida. Ameshaona kwamba anatakiwa apite wapi, anatakiwa afanye nini, anatakiwa aandae kitu gani. Anaona kabisa kwamba ni vitu ambavyo viko kwenye uwezo wake, lakini mwisho wa siku wazo linakuja kwamba utakula hasara. Sasa lile wazo la kusema kwamba utakula hasara, maana yake linapelekea yeye kuto kusonga mbele. Kwa sababu gani? Anaogopa kula hasara. Anasahau kwamba kula hasara kwenye jambo lolote ni sehemu ya mapito, wala sio kwamba kula hasara kuna kufanya uache tena. No. Kwa sababu ukija kwa mfano kwenye mfumo wa kibiashara, ukiogopa kula hasara kwenye biashara yote, huwezi kuwa mfanya biashara. Wafanya biashara wanapita mapito makubwa na mengi sana, lakini wanakula hasara kubwa. Kuna wakati mwingine unakuta wanadaiwa sana na benki, lakini hawaogopi, wanaendelea kujipa ujasiri na Mungu anawasaidia. Anafanya njia pasipo na njia,
wanajikuta wamelipa madeni, wanajikuta wameimarika tena kibiashara, wanarudi kileleni. Sasa ndivyo ambavyo maisha yanataka. Maisha yanataka usimame bila hofu na kuushinda woga ili uweze kutimiza maono yako. Lakini pia sio tu katika biashara, hata katika maisha ya kawaida tu, hata katika maisha ya ndoa. Usipobeba uthubutu hauwezi kuoa. Maana yake usipoushinda woga huwezi kuoa. Hata wengine mabachela wanaogopa kuoa. Kwa sababu gani? Anasema kana mke bwana, anaanza kuona tu negative. Kwa nini usione pia positive za maisha ya ndoa? Kwa hiyo sasa unapoendelea kuziona negative, manake uoga mkubwa, wimbi kubwa linakuja linatanda rohoni mwako. Sasa hili wimbi linapotanda rohoni mwako, linatengeneza kitu kikubwa kinachoitwa uoga, halafu linakudidimiza. Ages go, halafu mwisho wa siku maisha unaanza kuona kama umechelewa. Uoga ni jambo ambalo linatakiwa kupigwa vita katika hiyo sekta. Kwa sababu usipoupiga vita uoga, maana yake hauwezi kwenda unakotaka. Lakini pia uoga unaua hata mahusiano ya mtu na Mungu. Mara kadhaa watu wengi wameshindwa kukaa katika misingi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uoga. Hii iko wazi kwamba nawezaje kuishi tu kwa kumwamini Mungu? Nawezaje tu kuishi kwa kumwamini Mungu pekee? No. Dunia ina vitu moja mbili tatu, ina nguvu za giza, ina vitu mbalimbali. Sasa anaanza kuona no. Hapana, sidhani kama Mungu anaweza pekee anaweza kunilinda. Uoga umewatoa watu wengi sana kwenye mstari wa Mungu. Uoga umewafarakanisha watu wengi sana na maisha ya imani. Lakini nataka nikwambie kwamba uoga sio msaada. Uoga una uwezo wa kusababisha wewe kufarakana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana kuushinda uoga panapobidi wewe kuushinda. Ni vizuri sana kusimama imara kuushinda uoga, kwa sababu unapoushinda uoga unakwenda kutimiza maono. Lakini pia uoga unapelekea watu kutokupata maendeleo kwenye maisha. Sasa kwenye maendeleo kwenye maisha, maana yake si tu maendeleo ya kiuchumi, hata maendeleo ya kijamii. Kwa sababu gani tunapozungumzia maendeleo ya kijamii? Maana yake jamii inaposhindwa kusema vitu ambavyo vinaiharibu jamii, maana yake hiyo jamii lazima iharibiki. Let's say kwenye jamii kuna tabia ambazo sio rafiki. Let's say kwenye jamii yetu kuna vitu ambavyo vinaathiri jamii. Kuna tabia mpya zimeingia ambazo zinaharibu jamii. Halafu jamii kakaa kimya. Lazima jamii iharibiki. Au jamii inaogopa kusema kwa sababu ya yale mambo yalivyokaa. Aidha yamekaa katika kuaibisha. Kwa hiyo jamii ikaona aibu, ikaona kwamba tunawezaje kusema. Ule woga unakwenda kutuharibia jamii kabisa. Sasa woga sio rafiki always. Woga kazi yake ni kutuharibia ili uonekane tuchelewe uthubutu. Woga unatufanya tuchelewe kutimiza yale maono ya kuwa na jamii bora. Maana kama tutashindwa kuikemea jamii kwa mambo ambayo sio mazuri. Lakini woga mwingine unapelekea wewe kutokupata uponyaji kwenye maisha. Woga tu unashindwa kupata uponyaji. Kwa nini? Let's say umepita mazingira ambayo sio best. Huna amani, unaona hofu, unaona woga. Hata kwenda kuomba tu kwa Mwenyezi Mungu unaona Mungu kweli nimeombe kwa hili, atanisaidia kwa dhambi nilizozifanya. No my dear. Simama imara. Ukiona kwamba unao wajibu wa kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, wala usirudi nyuma rafiki yangu. Ukiona una maono ya kufanya jambo positive kwenye maisha, simama nenda ukafanye. Unaona maono kabisa ya kuona uko sehemu fulani, anza uthubutu mara moja, usiogope. Kwa sababu hakuna jambo zuri ambalo linakuja bila changamoto. Ukiogopa hasara huwezi kufanya biashara. Lakini ukiogopa maumivu huwezi kupata kitu kizuri. Maumivu yapo, mapito yapo. Hata kuwa mtu mwenye imani thabiti, akina Yusufu, si unaona safari zao za imani za kutimiza maono waliokuwa nayaona, haikuwa rahisi. Waliumizwa, walizalilisha, waliuzwa, lakini mwisho wa siku walitimiza kile ambacho walikuwa nakiona katika ulimwengu wa roho. Hata wewe simama imara.
utatimiza maono ulionayo. MC Kakatiba Official, the God Voice.